niaje jinsi tunavumilivu tajiri wa kesho. Na mimi kuna kitu sifurahii. Mimi nimeona ni kama sijui ndaongea like it is. Juzi kuna mtu ananitumia message. Ananiambia ndio nisaidie nitoke mahali penye nitoke mahali penye niko, lazima nimlipe. Yaani nipatie connection. Nifike mahali nakotaka kufika pale, si mahali penye niko leo. Mzee akaniambia wewe mtu wa kuandisha mkoko, nitakusaidia utoke kwa mkokoteni. Wewe ni mtu anaishi kwa nyumba za mabati, nitakusaidia utoke kwa nyumba za mabati. Wewe ni mtu mwenye maisha yako si mazuri, nitakusaidia utoke hapo. Lakini ndio nikusaidie, unahitaji kunilipa. Mimi nimlipe ndio mtu anisupport. Nikasema ni kama hii safari ama hii kusungana nje, watu wanafurahia sana. Vile nahangaika. Hiyo kitu nimekuja kugundua. Kwa watu wanafurahia sana kuniona napeleka na mkokoteni, napeleka Mombasa, napita Mombasa na mkoko, napita Thika na mkoko. Watu wanafurahia sana. Sasa ndio useme ndio unisaidie, lazima nikulipe. Inamaanisha kuwa nafurahia sana chenye mimi napitia. Sasa nikasema hivi, wacha ning'ang'ane na maisha yangu ya umaskini. Nikifika heaven nitauliza na Mungu. Mungu, nilitaka unisaidie hivi na hivi na hivi. Mbona hujanisaidia? Mbona ikawa hivi na hivi Mungu? Mbona ikawa hivi? Kama ni hivyo, kama tuko majali ya Mwenyezi Mungu utaishi hivyo, acha niishi hivyo. Juu ni mwana wasee wanaona kama mimi. Wakati tunahangaika, kuna mzee anataka atumie njia yako kufaidika. Kitu iwezekani, watu wangu, kitu iwezekani kidogo. Ndio na mimi nikiomoka kesho, amka kinifika mahali nafika na kutaka kufika. Unajua mimi nitasupport watu wangapi? Na mimi nakukisha kule sitakula hata shilingi ya mtu hata moja. Sitakula hata wewe tu unaniangalia, labda tutakusupport. Lakini juu sasa sina kitu, mimi nimeshakwendesha mkoko. Hivi mbona nitumie jinsi nitakavyotumia? Hata una huruma hata kidogo. Ni ujinga wazee. Sikuficheni ujinga. Kama ni kusupportiana hivyo, hapana. Hiyo ni ujinga kabisa. Mimi nakwambia ukweli. Kusaidia mtu lazima mlipishe. Hata sijui niongee nini. Wacha niachie tu.